Je, unamjua tajiri namba moja duniani kwa sasa anayepanga kuwapeleka binadamu kuishi sayari ya Mars? Mtu ambaye alikaribia kufilisika mara kadhaa, lakini leo anamiliki kampuni zinazobadilisha dunia, kutoka magari ya umeme, mtandao wa satelaiti hadi safari za anga za juu. Leo kwenye Ijue Historia Yake, tunakwenda kuichambua safari ya ajabu ya Elon Musk, mwanaume anayesema kama jambo ni muhimu kwa mustakabali wa binadamu, lazima lifanyike. Maisha ya awali. Elon Musk alizaliwa tarehe 28 Juni mwaka 1971 katika nchi ya Afrika Kusini. Tangu akiwa mtoto, Elon alikuwa tofauti. Alipenda sana vitabu, sayansi, kompyuta. Akiwa na umri wa miaka 12 tu, aliweza kutengeneza mchezo wa kompyuta ulioitwa Blaster na akaweza kuuza. Lakini maisha yake hayakuwa rahisi. Alipitia upweke, unyanyasaji shuleni, kukosa marafiki. Hapo ndipo alipoanza kuamini kitu kimoja: maarifa yanaweza kukuokoa. Safari yake kwenda Marekani. Akiwa kijana, Elon alihama kutoka Afrika Kusini, akaenda Canada, kisha Marekani. Alisoma fizikia, uchumi. Lengo lake halikuwa tu kupata kazi nzuri. Lengo lake lilikuwa kubadilisha mustakabali wa binadamu. Biashara ya kwanza. Elon Musk alianzisha kampuni yake ya kwanza ya teknolojia iitwayo Zip2. Baada ya muda, kampuni ilinunuliwa. Elon alipata mamilioni ya dola. Badala ya kupumzika, alichukua pesa zote na kuanzisha kampuni nyingine, PayPal. PayPal ilipofanikiwa, Elon alipata pesa nyingi zaidi, lakini bado hakuridhika. Alikuwa na ndoto kubwa zaidi. SpaceX, ndoto ya Mars. Elon Musk alijiuliza swali moja: nini kitatokea kama dunia itakuwa haiwezi kuishiwa tena? Hapo ndipo alipoanzisha SpaceX. Watu wengi walimcheka. Roketi zililipuka, fedha zilikuwa zinakwisha. Alikaribia kufilisika, lakini hakukata tamaa. Leo, SpaceX inatuma roketi angani, inashirikiana na NASA, inapanga kupeleka binadamu Mars. Tesla, magari ya umeme. Wakati dunia bado inapenda magari ya mafuta, Elon Musk aliamini kwenye magari ya umeme. Akanunua na kuiendeleza kampuni ya Tesla. Elon Musk sio mfanyabiashara wa kawaida. Kila kitu anachogusa anakigeuza kuwa cha tofauti. Leo tutaangalia karia tatu kubwa ambazo zimemfanya awe mmoja wa watu wanaoongoza dunia ya teknolojia. Magari ya umeme, Tesla. Wakati dunia ilikuwa bado inaamini magari ya mafuta, Elon Musk aliona hatari ya uchafuzi wa mazingira na utegemezi wa mafuta ya petroli. Akawekeza nguvu zake kwenye magari ya umeme kupitia kampuni ya Tesla. Wengi waliona kama wazo la kushindwa. Magari ya umeme yalionekana dhaifu, gharama zilikuwa kubwa, hakukuwa na miundombinu. Lakini leo, Tesla imebadilisha tasnia nzima ya magari. Kampuni nyingi sasa zinaiga magari ya umeme. Dunia inaanza kuelekea kwenye nishati safi. Kwa Elon Musk, Tesla sio tu gari, ni sehemu ya vita ya kulinda sayari ya dunia. Twitter kwenda X. Mwaka 2022, Elon Musk alifanya jambo lililoshangaza dunia. Alinunua mtandao wa kijamii Twitter. Baada ya kuununua, alibadilisha jina na kuwa X. Lengo lake lilikuwa kuleta uhuru wa maoni, kubadilisha X kuwa app ya kila kitu. Chini ya uongozi wake, kulikuwa na mabadiliko makubwa, maamuzi ya haraka, mabishano mengi. Lakini jambo moja ni la wazi: Elon Musk hakununua X kwa umaarufu, bali kwa maono ya kubadilisha jinsi binadamu wanavyowasiliana mtandaoni. Chip za ubongo, Neuralink. Hii ndiyo karia inayowashangaza wengi zaidi. Kupitia kampuni ya Neuralink, Elon Musk anafanya kazi ya kutengeneza chip zinazopandikizwa kwenye ubongo wa binadamu. Lengo lake ni kuwasaidia watu waliopolizwa, kutibu matatizo ya neva, kuunganisha akili ya binadamu na teknolojia. Kwa mujibu wa maono yake, siku moja binadamu wataweza kuwasiliana na mashine kwa mawazo, kudhibiti vifaa bila kutumia mikono.
Hii ni hatua kubwa kuelekea mustakabali ambapo akili ya binadamu na teknolojia zinafanya kazi pamoja. Mwanzo, hakuna aliyemwamini. Kampuni ilipata hasara. Leo, Tesla ni miongoni mwa kampuni kubwa duniani. Magari ya umeme yanabadilisha tasnia nzima. Ndalamo, Starlink na maono yake. Elon Musk pia alianzisha Starlink, mtandao kupitia satellite. Neuralink, kuunganisha ubongo na teknolojia. Maono yake ni moja, ili kulifanya binadamu liwe taifa la sayari zaidi ya moja. Tabia na falsafa yake. Elon Musk anaamini kazi ngumu, kujifunza kila siku, kutoogopa kushindwa. Amesema mara nyingi, kushindwa ni sehemu ya mafanikio. Mpaka kufikia leo 2026, Elon Musk ndio binadamu tajiri zaidi duniani kutokana na kiwango cha mali estimates. Kulingana na takwimu za hivi karibuni, net worth ya Elon Musk inakadiriwa kuwa dola bilioni 788, ambayo inamfanya awe tajiri nambari 1 duniani kutokana na orodha za Forbes. Hitimisho. Kutoka mtoto mpweke Afrika Kusini hadi tajiri namba 1 duniani, Elon Musk ni ushahidi kwamba ndoto kubwa, jamari, juhudi yana mabadiliko makubwa. Call to action. Mwisho. Hii ilikuwa historia ya Elon Musk. Kama umejifunza kitu leo, subscribe ili ujue historia za watu wengine waliobadilisha dunia.